Yaani haya yamekuwa leo mtu mjinga kaonekana kwenye jamii. Labda nikwambieni. Wewe huwezi kuwagombanisha watoto wa chuo kadini na watoto wa 2000 kwa tunajiona degree. Sawa? Alafu kuna familia kubwa nyumbani. Hivi familia unaweka kwenye attention gani? Unamwambiaga Mwambino aache zinaa. Kumbe wewe ndio namba moja. Unakimbiliaga kushika kaburi la mtume kujifanya kama vile unaomba dua, upate utajiri, upate ufalme, kumbe unakuja kufanya maasi. Yaani katuzalilisha sana wana jamii. Kwanza wewe kwa nini udili na 2000 wagombanishe? Na kwa nini uonyeshe message? Yeye ndo anachukua simu yake tena anamfuata yule mwingine, angalia mzee ananisumbua. Akija kwa huyu, yani yeye ndo alina akili, alijitambui yani. Linashindwa kujishikilia. Sasa nimepata fedha kubwa kwenye jamii. Watoto wameumizana, serikali inamtafuta. Lakini brother Doto ukumbuke naye brother Mwijaku ana mtoto wa kike. Nakwambiaje? Yani limefezeeka. Yani Mungu ujue malipo hapa nikwambie. Malipo hapa duniani. Na nyie wajinga mnaokuaga kusema eti gorofa lina starehe. Umeona sasa? Watu wanaokaa magorofa ni shida yao. Kamfezesha shemeji yangu. Mimi naona aibu sababu shemeji kiasi nilikuwa naongea naye. Tukiwa wote Dodoma ananipigia, "Doto ongea na shemeji yako." Mimi namsii, katulia huyo mtu bichwa boxi, ana mabaya yote. Leo shemeji lazima ninunie kwa vitu vikubwa tena. Bora tangidili na wakubwa wenzio, watoto wa 2000. Umeona sasa walivyomdhalilisha. Tena unamtaja live. Kwa nini wewe mmoja hapo unamwambia hivi? Sasa ina make sense, I need you. Apate nini? Aibu kubwa sana. Ndio mjue, yani unawadhalilisha wasomi wenzio, unazidi kushuka mileage. Umefanya vitu vya utovu wa nidhamu. Kumbe unakija huko unatupigia makelele na za makelezi na kusubaisha, unaenda kuwapangia watoto 2000 wanagombana na pasuana. Hivi unapata nini? Una familia kubwa. Haya, shemeji anaondoka kwenye gorofa. Kasusa hataki tena kukaa kikao na mtu yoyote wala familia yako hataki. Kaondoka dada wapi? Aibu. Kumbe watu jamani, labda nikwambie ni msoni watu wanaishi magorofani wanalaa. Wana mengi moyoni. Leo sasa ndio mjue magorofa mabaya. Njoni nyumba za chini huku kwa Maiforesa. Mmeona watu wanaishi magorofani sasa ndio mjue gorofa lina kera, gorofa lina yani hakuna sehemu mbaya kama kuishi gorofani. Bora uishi nyumba ya chini au ulale chini kabisa. Muone sasa. Hivi unahisi saizi atakuwa kwenye hali gani? Hali gani? Kwa sababu nikiangalia ile clip juzi, tena kanunue dela. Sijui nini anamsema mzee wangu. Tena si ukanunua kijola anampa dola 100. Kumbe dola 100 za uongo anacheza na akili yake. Kumbe kuna watoto wanaokula mara 2 ya dola 100 huko. Shemeji pole bwana. Ya dunia hayo. Ndio mitihani ya Mwenyezi Mungu. Siku zote kwenye raha ujue shida iko karibu. Labda jibu ndio hilo. Kwa hiyo kwenda Maka kote kule ni uongo, fezea tupo, anatupa fezea sisi Waislamu. Kumbe ana makubwa ya chini ya pazia, mazito. Na yule akili yake sikaza anakutanishaga hata wote. Wanasemaga nini ile? Mnakuwa nini ile? Samsam. Anakutanisha wote. Leo kumeonekana mabaya yako miumbuka. Acha kusema sio nini. Kuna makampuni yanayomwajiri. Kamdomo. Dili na mkeo, unajifanya mkeo mnene mzuri. Unahangaika nini mdogo wangu? Au ndio hela za kuuza sabuni zinakuchanganya za mdogo wangu Diamond? Maka ndio wasikia ndio unalipo hela nyingi kushinda Maiforesa wote. Ndio anapokea hela nyingi. Kwa hiyo ile mikusuzua mdogo wangu kama ukapangishwa watoto 2000 unaumbuka bure. Alafu ulipokuwa una akili wewe ndio mgomvi. Kwa sababu wewe kutumiwa message huko unamwonyesha huyu. Angalia anavyonisumbua shoga hapo. Alafu unarudi huko. Mzee, umeadaika na nini? Gorofa lenyewe bado hujalipa deni, unaenda kimkataba. Bado tena huku unayazua. Jamani wewe Mnuguru una matatizo sana. Hata nilipo na Dodoma alikuwa na mtoto mmoja 2000 kampakiza nyumba. Mtoto ana adabu kufika Dodoma bila tusalimie, kachungua domo kama chununu. Yaani kufika hata kushtuka. Kaka Doto babu shikamoo. Ana adabu hata kuniamkia hadi nikalazimisha shikamoo. Wakati ukipigiwa simu na shemeji yako unamtetea. Namtetea. Nikamuuliza nani? Hamna, mtoto wangu 2000 yuko UBC UFM. Ananipenda kweli. Basi unataka kuniheshimu hata kutukamkia sio kumwambiaje sisi wafanya kazi wake sio. Unajisema gani vijana wangu? Mako ndio ndio kutusalimia. Na mimi jina langu kubwa. Nikaona huyu kaambiwaje sisi mpaka umoja wako katutambulisha. Mimi nikasema tumwachie Mungu. Ili fundisho lakini. Fundisho kubwa ni fezea. Yule ajionea na elimu na degree, mambo yake si ya uongo wala si ya kijinga. Leo kaonekana. Sasa dada yangu kumbe huko kwa kwenye gorofa anapewa tu uongo vizawadi vya Dubai. Kumbe kuna watu huko wanaokula bata. Lakini kwa mabadiliko ambayo tumeyaona kwa maisha ya Mwijaku hivi karibuni yamechangiwa na yule mwanamke au Mwijaku amebidiza? Hiyo usiangalie maisha yao. Hao maisha yao wenyewe kifamilia. Wewe jua watoto wa chuo nao wamechangia maisha yake. Wana akili wale mpaka wakaanza kumudu. Mpaka ndo wanakatana nywele na maana katoa viapo vingi, yani hadi nyingi alizotoa pale. Labda aliambia atajengea. Unajua mtu kumwachisha shule usifanye mchezo. Mpaka mtu anaacha kusoma na kusikiliza mpiga makelele mtandaoni. Ina maana vitu vingi ulimwambia pale vya hadi vya kimaisha. Kwa hiyo tuangalie kuna mengi ataibuka. Hapa yeye nisikia tetesi wanaungana watu wa chuo waende kule Kigamboni. Wakalale juu ya gorofa. Afeki pafebeki.